Kwa hiyo dada, tunafanyaje sasa? Wewe mpuuzi nini? Wewe unataka vitu tunafanyaje? Wewe ndio mwanamume humu ndani. Mimi nikuulize wewe. Mimi hapa nishachanganyikiwa, nishavurugwa, sielewi tutakufanya ni nini. Alafu unaniuliza vitu tunafanyaje dada? Wewe ndio mwanaume, usimame upambane. Sio niulize mimi. Mimi nishachanganyikiwa, yaani sielewi chochote. Kila tunapoenda hivi. Sielewi kwa kweli. Mtachanganyikiwa sana. Hiyo hali haitoisha hadi mwache hiki ambacho mnakifuatilia. Nini nyinyi? Mnataka kuvunjana miguu vipi? Dada, huku ndani hakufai dada. Kuna mauzauza hatari. Yaani yule mganga yule mdananda yule anakoingilia hatujui ni wapi. Ukiingia ndani unamkuta. Milango imefungwa. Hatujui. Kazi ni hiyo kukimbizana. Ndani hakufai dada. Sisi tunaogopa. Bora umerudi dada, uje ujionee mwenyewe mauzauza humu ndani. Inawezekanaje hivi? Au nyie mna mawazo, mnaingiza mawazo vichwani ndio mnakuwa mnaogopa mnakimbizana? Ni kweli dada, yanayoendelea ndani ni aibu kuyasimulia hapa nje. Maana kila kukicha ni vibweka tu vinavyoendelea. Hebu twendeni huko. Mtu mama, mmeona nini? Mtaonaje kitu? Mnawaza kichwani, mnaweka mawazo kibao. Mtakosa kuhisi mara jini, mara shetani, mara nini. Kuna jini, kuna shetani. Huyu shetani au jini atokee wapi? Mbona simuoni? Yuko wapi? Dada alikuwepo hapo. Tumemwacha hapo maana alipoingilia hatujui ni wapi, na kama katoka hatujui katokea wapi, lakini alikuwepo hapo. Alikuwepo hapo mbele hapo dada. Hapo mbele hapo alikuwepo. Hapa wapi? Ndio maana mimi nasema nyinyi mnaweka mawazo, yaani mawazo mnayagonganisha kichwani, ndio maana mnaona. Yaani hata Sisila, hata paka akipita hapa mtaogopa, mtasema mtu si mwanga, si mchawi, si jini. Nini kutishana? Nilikotoka huko ni polini, nimeteseka vinjia vya ajabu nini. Narudi hapa bado kuna kutishana mnayo. Maana yake nini? Afu wewe Dula, mtoto wa kiume wewe, nimekuacha ukae na dadako, lakini bure kabisa yani.
mjinga tu. Yaani unawaza baada wewe kuwa kama nani mtu wa kiume mnamwangalifu ndio mkubwa mndani, ndio kama nani baba mndani, wewe unaongoza kukimbia na kule getini ukoona wewe ndio wa kwanza kukimbia kutoka. Alikuwepo hapo mbele dada, haki ya Mungu. Alikuwepo hapo mbele kaka. Hapo mbele hapo. Mtoeni mimi upumbavu wenu huko. Dada, kuna nini? Mende. Kiranga komo. Dirabu mdogo wangu. Hivi mbona unafanya mambo ya kitoto sana mdogo wangu? Hivi wewe kushirikiana na shemeji yako? Hivi wewe kuwa pamoja na shemeji yako? Kwa mazuri gani anayoyafanya shemeji yako mpaka na wewe ukashiriki mdogo wangu? Kama unavyojua kwenye hichi kijiji tumetengwa sisi kwa mambo yake shemeji yako. Watu hawataki hata kutuona. Lakini leo hii wewe ndio umekuwa mstari wa mbele kumsaidia katika mambo yake mpaka anakusifia. Ili ugundue nini? Ili upate nini wewe unachokifanya? Nashindwa kabisa hata kutafakari wala yaani kukuelewa kiufupi. Dada, kabla hujaanza kunisema ungeuliza ni kwa nini nimeamua kushirikiana na mumeo. Lengo la kushirikiana na mumeo ni kujitoa kwenye kifungo ambacho aliniweka. Kuna vitu nilimkosea, akawa amenipa mtihani wa mimi kuukamilisha, na ndio maana nimeshirikiana naye. Sio kwamba mimi napenda kushirikiana na mumeo. Mumeo mimi alinifunga. Kwa hiyo alivyonipa mtihani nikaamua kuukamilisha. Nimeumaliza. Sasa hivi nipo huru dadangu. Ila kama nitakuwa nimekukosea na nimekukwaza, naomba nisamee mimi mdogo wako. Sio kwamba napenda mwenyewe kushirikiana na mumeo. Shauri yako mdogo wangu. Ila mimi kwa ushauri wangu, acha kabisa hivyo vitu. Acha kabisa, unamjua yule. Hana jema yule. Kukubadilikia ni sekunde moja tu. Sio kwamba humjui. Shauri yako. Wadogo zangu, kiukweli mimi huko nilikotoka nimefika kwa mganga, lakini cha bahati mbaya kwamba sijabahatika kukutana na yule babu. Nimejitahidi kuishi ndani ya siku mbili zote pale, lengo kumsubiri kama atarudi basi tuongee, nimwambie kilichopo, kama ingewezekana ningekuja naye au la angeongea chochote ambacho yeye anakiona kiko sawa upande wake. Lakini mpaka narudi hapa yule babu hayupo. Amechukuliwa, amekwenda mbali huko. Kuna kijiji gani kinaitwa sijui Gogoni, sema Gogoni sijui wapi ndiko alikokwenda huyo mzee. Na pia kaenda kutibia, kuna mtu huko hoi alifatwa pale. Unaona? Nilichobahatika pale kukiacha ni mawasiliano yangu, lakini pia mawasiliano ya yule babu nimefanyaje? Nimechukua. Atakaporudi nitajulishwa. Basi tutawasiliana naye ili tujue kama atakuja hapa au sisi twende. Sijui Dula unanielewa ninachokiongea? Dada, mimi nimekuelewa vizuri tulichokiongea na nimekisikia. Nimekuelewa na nimekisikia ulichokiongea. Lakini dada, yanayoendelea hapa haya, ila hayo masuala yenu hayo ya kutishana mchawi, jini si nini, mimi kwa kweli siyataki. Siyataki kabisa, siyataki kuyasikia mimi, sitaki. Kwa sababu mtakuja kufanya tushindwe kulala ndani kwetu, tukimbie nyumba yetu. Si mnanielewa? Dada, tumekuelewa. Lakini wewe unavyosema habari ya kutishana, wewe unaongea tu. Hujui alikuwa anatukuta humu ndani. Ni mauzauza hayaeleweki. Bora wewe mwenyewe umekuja kama ulivyotuambia, umeacha mawasiliano huko,
tusubiri utakapowasiliana naye tujue tuende au yeye aje huku, lakini usiseme kutishana dada, hali ni ngumu nyumbani. Kiongozi wangu, kama nitakuwa na kumbukumbu nzuri, uliniambia kabisa kwamba mimi ninatakiwa kuweza kumlinda mke wangu, nikae na mke wangu, nia na mazungumzo hasiwe mbali na mimi katika hiki kipindi chote cha siku 7. Lakini cha ajabu, mke wangu hayupo na mimi msaada wangu ni wewe. Nilitegemea kwamba wewe ungeweza kunipa mimi msaada kuweza kumlinda mke wangu akabakia pale nyumbani. Lakini ghafla bin vu, mke wangu Yayu simuoni nyumbani. Hii inaashiria nini? Au hii tafsiri yake ni nini, kiongozi wangu? Na hii imeniogopesha kidogo, kwa sababu hajawahi hata siku moja hata kusema kwamba amechepuka, labda ameenda, labda kuna mwanaume amemlagai na nini, ameenda huko. Hajawahi mke wangu. Na hii inaniogopesha sana, kwa sababu anaweza akaenda huko akashikwa masikio. Na kama unavyojua shangazi zangu ambavyo wanavyolifuatilia hili swala, yani kila ninapoinua mguu wao wameweka. Sasa hofu yangu na yeye asije akaingia katika ule mkumbo, ili swala likaja likawa gumu. Ndugu yangu, tunafanyaje hapo? Dibwe mzukuru wa Mbago, mtoto wa mzee Tadei, mjukuu wa Maregeza, Jenda Eka, ndio mimi. Mapunda, wa kumlinda mkeo ni wewe, sio mimi. Mkeo unalala naye, mnakula pamoja, mnashinda pamoja, unatakiwa umlinde mkeo. Na ndio kwanza leo tuna siku ya 6, bado siku moja ukamilisha siku ya 7. Unatakiwa uwe makini sana kwenye hili. Utakutana na vipingamizi vingi sana, matatizo mengi sana, vitatokea vitu vingi sana vitakavyosababisha usikamilishe lengo lako. Kinachotakiwa usimame kama mtoto wa kiume. Mimi najaribu sana kukuelewa kiongozi wangu, lakini mimi ninachokiamini kwamba wewe ndio mlinzi wangu. Kama tumeweza kuyafanya haya yote, kwa nini usiweze kufanya kwa mke wangu akashindwa kuweza kutulia nyumbani? Inakuaje hii? Sikiliza wewe, nikwambie, mkeo kama anahangaika atulii kwako, mlete hapa kwangu ili nikulindie mpaka tutakapokamilisha jambo letu. Ila pia akirudi kwako akiwa na mimba, usishangae. Kama ni hivyo kiongozi wangu, acha tu mimi nimtafute mke wangu mimi mwenyewe. Nimtafute, na kama nitampata nitamlinda mimi mwenyewe. Lakini si swala la kumtoa mke wangu na kuweza kumleta hapa kwako. Wewe kuweza. Jamani, Mapunda, kuwa makini sana. Kuwa makini sana kwa wakati tulionao. Ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mauzauza. Vipengele vingi vitakukuta ukiwa umelala, unatembea, unaongea. Mitihani hiyo utaweza kuikwepa bila kuwa makini na kusimama kama mwanaume. sawa kiongozi. Dibwe mzukuru wa Mbago, mtoto wa mzee Tadei, mjukuu wa Maregeza, Jenda Eka, ndio mimi. Shadafa.